Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Felista Philip, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Basi kwa siku ya leo na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo nataka kukuletea maandiko ambayo yanatoka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu 3:16. Yohana Mtakatifu 3 mstari wake ni wa 16. Basi maandiko yanasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana jinsi hii Mungu kwanza aliupenda ulimwengu. Aliupenda ulimwengu, na baada ya kupenda ulimwengu alimtoa mwana wake wa pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo mtu wa Mungu, kibarua hapa ni kumwamini mwana wa Mungu, na tukisha mwamini basi kunayo faida wala sio hasara, kwamba tutaupata uzima wa milele. Andiko linaendelea kusema, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Ndiyo, Bwana Mungu hakumtuma Yesu katika ulimwengu ili hahukumu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Na ndiyo maana unakuta mara mingi Yesu Kristo alikuwa anakaa na wenye dhambi, alikuwa anakula na wenye dhambi. Tunamuona yule mwanamke kahaba akimpaka Yesu mafuta na kumpanguza kwa nywele zake. Yesu hakumkemea bali alimkumbali. Yesu hakukemea yule mwanamke, lakini alipendezwa na kile kitendo cha yule mwanamke. Ndiyo, alikuwa mwenye dhambi. Yesu hakumfukuza bali alipendezwa sana na kile kitendo chake. Haleluya. Ambacho alimpaka mafuta na akampanguza kwa nywele zake mwenyewe. Haleluya. Yesu hakumfukuzia mbali. Kwa hivyo Yesu hakumhukumu yule mwanamke, hakumfukuzia mbali amwambie kwamba wewe ni muasherati, kwamba wewe ni mwenye dhambi, bali alipendezwa na kile kitendo ambacho alikitenda kwa kumpaka mafuta na kumpanguza kwa nywele zake yeye mwenyewe. Haleluya. Yesu anakaa meza moja na Zakayo. Anakaa meza moja na Zakayo, tena nyumbani kwa Zakayo. Na Yesu hakumhukumu Zakayo, lakini Zakayo mwenyewe alinjirudia, akanjua ya kwamba yeye ni mwenye dhambi, na ndiyo maana anasema yeyote niliyemnyang'anya nitamrejeshea. Haleluya. Yesu hakuwahukumu au wote. Watu wanamletea mwanamke kahaba wakisema wamemfumania katika umalaya, lakini walipokuwa wanamwambia Yesu ya kwamba yeyote ambaye amefumaniwa katika dhambi anapaswa apigwe kwa mawe afe, Yesu alisema ya kwamba yeyote ambaye anajua si mwenye dhambi awe wa kwanza kumpiga mawe. Haleluya. Hivi Yesu akuja kuhukumu, na ndio maana wenye dhambi wanamkaribia, na kwa upendo anawakaribisha kwake, mbali sio wa kuwatupilia mbali. Hivyo akuja kuhukumu ulimwengu, mbali ulimwengu uokolewe katika yeye. Haleluya. Hivi wewe mwenye dhambi uliye mahali pale, Yesu Kristo alikuja kwa ajili yako. Yesu Kristo alikuja ili akuokoe, ili akukomboe utoke katika dhambi. Haleluya. Utoke katika dhambi. Hivyo ndugu yangu, dada yangu ambaye unanisikiliza siku ya leo, ni vizuri sana utoke katika dhambi na umkumbali Kristo Yesu. Maana maandiko yanasema atakaye mwamini atapotea, bali anao uzima wa milele. Haleluya. Andiko linaendelea kusema ya kwamba
amwaminie yeye hahukumiwi. Anayemwamini mwana wa Mungu hahukumiwi. Asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Haleluya. Yeye ambaye amwamini mwana wa Mungu amekwisha hukumiwa. Lakini yeye asiyemwamini mwana wa Mungu amekwisha hukumiwa. Lakini yule ambaye anamwamini mwana wa Mungu hahukumiwi kabisa. Haleluya. Hivi mwana wa Mungu alikuja kama kipatanisho. Alikuja ili apate kutuokoa. Alikuja ili apate kutukomboa sisi wenye dhambi. Hakuja kwa ajili ya wale watakatifu, bali alikuja kwa ajili ya wenye dhambi. Hivyo wewe mtu wa Mungu ambaye uko mahali pale, ambaye dhambi zimekuzinga, ambaye umekuwa ukifanya mambo yasiyompendeza Mungu, ambaye umekuwa ukienenda kinyume na mapenzi ya Mungu, njoo umwamini Yesu Kristo. Anza kumwamini Kristo Yesu, maana ukisha mwamini kuna faida, hautahukumiwa, maana unao uzima wa milele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi Bwana Yesu awabariki sana. Bwana Yesu awatendee mema, maana yeye ni Mungu mwaminifu. Shalom, shalom, shalom.